Jamani, mimi nina wazo kuhusu mtandao wetu wa TikTok kufungwa. Nahisi kama umefungwa, maana mimi haufunguki. Kuna watu walikuwa wanautumia vibaya kweli huu mtandao wa TikTok, matusi. Ni kweli kwa namna nyingine ulikuwa unasafirisha vitu vya hovyo kwenye jamii. Umeona, sikatai ni kweli, lakini tulikuwa tunaomba kitu kimoja, kama inawezekana serikali mturejeshe TikTok yetu, mtufungulie wale ambao watakeuka. Unaona, wale watakaokeuka maadili ya TikTok, watakaokeuka mitandao ya kijamii, washikwe, wakamatwe, wawekwe ndani, sheria kali iwakamate. Unaona, sheria na haki ifuate, kwa sababu ni kweli kuna baadhi ya watu walikuwa wanautumia vibaya, lakini kuna baadhi ya watu walikuwa wanautumia kwa manufaa ya kuingiza pesa na kutangaza biashara. Tulikuwa tunawaomba kama serikali, kama sisi tumewakwaza sisi wa Tanzania, tulikuwa tunawaomba mturejeshe, mtufungulie tu TikTok yetu. Wale ambao walikuwa wanautumia vibaya huo mtandao wakamatwe na kushikwa, wachukulie hatua. Atakayeutumia vibaya, sheria kali imshike na imchukulie hatua, kama fine, kama ndani. Umeona? Samahani, lakini tulikuwa tunaomba kama ingelikuwa inawezekana. Sisi ni vijana, ilikuwa ni kama vile ajira yetu. Kuna baadhi ya vijana walikuwa wanautumia vibaya. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanautumia kwa manufaa ya kuingiza pesa chochote, wanalipia kodi, pango la nyumba, umeme, walikuwa wanalipia maji kupitia mle kutangaza biashara mle. Tulikuwa tunawaomba, yani TikTok ilikuwa ni kama kianzio cha wasanii wadogo. Tulikuwa tunawaomba kama tumewakosea, mturejeshe mtusamehe tu, mturejeshe TikTok yetu, mtufungulie. Tulikuwa tunaomba tu, lakini samahani, lakini nilikuwa naongea sio kwa ubaya, nilikuwa naongea tu kwa wema. Samahani kama tumewakosea, mtusamehe. Umeona, mtoto akikosea, mtoto akiunyia mkono haukatwi, ina maana unaoshwa. Tunaomba na sisi mtusamehe tu, mturudishie TikTok yetu. Wale watakao utumia vibaya wamejifunza, wale watakao utumia vibaya wakamatwe, wawekwe ndani, sheria ichukuliwe, kama ni fine. Tulikuwa tunaomba, lakini samahani kama tumewakosea.